au sio? Yep, vile inafaa. Welcome to RBM Media. This is Blessing D. This is Osios Rusinga, MC Rusinga. Today being on date, leo tarehe ngapi? Tarehe mbili. Tarehe mbili leo. Tarehe mbili. Mwezi wa ngapi? Mwezi wa 5 ya. Yeah, 2026. Yep. Mmekuwa mkingoja hii the podcast. And finally it's here. Yeah, the podcast is here now. Leo tunaenda kuongelea vitu mingi sana. Kuna story na love, kuna story na relationship, kuna story na money, kuna story na heartbreaks. Yote kwa wingi. Yeah. Leo tuanze na story ya the long distance relationship. Yeah, the long distance relationship. So kuna guy alikuwa na girlfriend Kenya. This guy alikuwa na girlfriend Kenya, understanding girlfriend. Unajua understanding girlfriend? Yeah. Understanding girlfriend ule. Utakuwa the understanding girlfriend for the first time. No, understanding girlfriend ule mtu. Hata akiwa na soa na kutumia, ukiwa na msoa na kutumia. Uko in a relationship that mnatumiana 5 bob mjaza kitu. Yeah. Yeah, that's the relationship tunaongelea. So this girl alikuwa na date na huyu msee. So ikafika time walikuwa wanapanga mambo na Australia visa. Hiyo I think it was in the year 2016 or 2017. So venye visa tu iligrantiwa hivi, so of course furaha tu. So unajua sasa relationship. Unajua mambo imeivana. Yeah. Maisha inakuwa soft. Maisha imeanza kuwa soft, kijana ameona dem amefaulu. Tafaulu tu wote. So it happened that akapanda ndege. Kolan tu hivi pap ausi. Kiendacho ausi. Hakirudi. So the first 1 month conversation yes, unajua tu conversation iko strong, of course is strong. Venye mnamisiana. Venye mmemisiana video calls ni mingi. Calls ni mna video call hadi saa 8 usiku. Yeah, so the red flag mzee aliona the first one alikuwa on a video call. On a normal to video call that ameweka tu simu. So the girlfriend alikuwa amemwambia nini? Alikuwa amemwambia my cousin anaenda kunihost huko for akitafutanga accommodation yake. So it happened that kumbe the cousin ni the cousin from the other cousin. The cousin is the other boyfriend. Sijui kama umeelewa. Yeah. Okay. So it happened that sumeelewa the other cousin. Si cousin wa familia. Cousin amebadilika, amekuwa cousin mwingine. Mambo ikaanza kuchange. Ona video call anaanza tu kuona na kuna huyu jamaa kila saa. Story tu inaendelea hivyo. Sasa unajua sasa huwezi sasa mtu akwambia this is my cousin, what can you do? Huwezi question. Huwezi fanya kitu. Exactly. Yeah. So venye iliendelea hivyo 1 month. Sasa huyu jamaa akaanza sasa, he was my friend by the way. Akaniambia mbona hivi kunaenda hivi na hivi na hivi. So the guy kinyo anasema ni he is his cousin. Namjua vizuri. Akanionyesha picha, akaniambia wanakuwa na huyu jamaa. So like nikamwambia hapana, mimi namjua dem vizuri. Ana cousin kama huyu. So like sasa nikamwambia hapo unachezwa. Sasa venye tu jamaa alimwambia mbona ni kama si endani na hiyo story yenu nini. Hapo sasa ndio sasa tema akaanza kuwa na kiburi kidogo. Pesa imeingia, kiburi kimeanza kuingia. Akamwambia sijui nini, hata relationship yetu haiwezi work tena juu ya mambo na story na nini. Story na distance.
By the way, unajua hii relationship ya distance inakuwa ngumu sana. But unajua sasa long distance pia inategemea na both of you. Yeah, kama both of you mnaweza vumiliana like that distance, it doesn't affect anything. Kuvumiliana aje sasa bwana? Si unajua kuna vitu vingine huwezi kuvumilia. Imagine unaweza. If you just believe in yourself. Shida tena long distance ina affectiwanga na tamaa, do imeingia, unaona? So kila mtu anaanza kuwa na kiburi, especially if it's a lady mwenye ako majuu. Then inakuwa tu imeenda hivyo. So bado tunaendelea na hii story. Sasa venye Udem alimwambia akabackfire, akamwambia hata yeye hii relationship haiwezi fanya nini, haiwezi work tena. Jamaa akapigwa heartbreak hivyo. Jamaa tu ako kutoka area tu nangangana tu sahi. At least jamaa alikuwa learned. He's a doctor by now. Tukiongea hivi sasa yeye anafanya kwa a big referral hospital. And let me ask first. Bado ana communicate na the lady ama? Sasa unajua sasa the lady ali move on. The lady hata she's planning to get married. Hey. Hapo ni ngumu kidogo. By the way. So guys, this is RBM Media. Welcome. We have got director Nyosh Photography. We have got DJ Bassboy Kenya. Au sio? Yes. Ikiwa ni RBM Vibes. Ukipenda pia RBM Media. RBM Media. Yeah. So tunaenda kupata the next story. Kuna ile the story ya money. Like money, relationship without with money. Yeah, or with relationship money. with money. Yeah. But me uonanga mostly that relationship iko na doa, I think mostly zina work. I really don't know why, but for me nimeona mostly iko hivyo. So una support relationship ya with money ina work? I can't say na support, but ukiwa na doa mosikwe na doa, the main thing hapo ni respect, love and how you two muna make it work. But that kuulize, mbona girls, the ladies, mbona wanapenda pesa sana? For me naweza sema like ladies wanaonanga mostly if this guy will provide for me, mostly mademu wanatakanga mtu mwenye anaweza mtreat, sijui nails, sijui mavitu mingi, those things. No, kuna hii story ya wababas. Tukienda kukusia hapo kwa story na pesa. Kuna story ya wababas by the na imetesa vijana sana. Yeah. Unajua sasa vijana wezi deal na mtu ako na title deed. Hata kama uko na pesa aje, wezi deal na mtu ako na title deed ya over 200 acres. Hata kama wewe ni sharp boys. Alafu sasa wewe ni comrade. Yeah, wewe ni vijana tunapitia by the way. Serikali tuonekanie. So wafanye ile kitu. Serikali watuonekanie. Kwanza I can say money is not everything. Money is not everything. Yeah. Yes, unaweza pata those taki kuongelea. But I've seen most of the videos huku social media, forex traders, like I've heard that this venye tu wana hizi ma videos wana post, most people wana complain kwa comment section that mademu anatritiwa vibaya. So I really don't know mse uta choose do ama uta choose disrespect, especially on online. But sasa unajua kuna kitu inaitwa peer pressure pia. Jema akiona amevaa wig, huyu amevaa wig, ikamtoa fiti. By the way naonanga hata by the way wig si ya kila mtu by the way. Exactly. Kuna dem kichwa imekaa kitu fulani na anavaa wig. Sasa unashangaa. Yo. Kichwa inakaa glass. Sasa ameweka wig. Sijui kama ushaona hiyo nini. But mostly ni peer pressure. Yeah, peer pressure. Peer pressure imeua watu wengi sana. Demu wenzako ataona uko na iPhone pia atamani anataka iPhone. Yeah. Anataka vitu ziko yani anataka kumove into one bedroom. You know such things. Then unapata msana lead into wababa. Yeah. So nataka kusema wewe imekuramba mara mingi. By the way imeniramba mimi mara mingi sana. Na hii ni story ya pesa tu. Pesa, marafiki
na tamaa. Yeah. Hiyo kitu imetutesa by the way. It's been a problem. But pia I can't blame ladies. Kwani si kila mtu anataka soft life. Ama unaweza teseka na you. But unajua sasa soft life inafaa itafutwe vizuri. So, unajua at this age kenye tuko, demu wa 23 years, not even 23. Demu wa 20 years na jamaa wa 20 years. Unajua nini hawa iendani? Inaitwanga budget yao yani haiwezi endana. Demu wa 20 utaona yeye yani life yake anataka vitu yani anataka akuwe mama na ajefikie mama. Na the only thing juana pesa, the only option ni anafanyanga nini? Anaanza kutumia wababa. Yeah. So unajua sasa kuna ile first of all at 20 mi usema like just focus on yourself. Yeah. Yes, even though utakuwa kwa relationship but just know the main thing yenye unajitakia kwa life yako. That man mwenye unadate ama udemu unadate, anytime unaweza break up. And so if ulikuwa unamtegemea kwa bills, utalipia nini bills? Watu wana break up bure ama? Yeah, people break up because of ego, 1 to 3 vitu zimekataa kuwork. But as a lady, just have your own money. That is the main thing. Hapo naye kidogo. Ukitegemea chalia kulipia rent, nails, mkiachana, so utaparara banze. Utakaa chokorana bad. So nataka nikuulize hii situation that kuna hii situation, tumeongelea situation yenye dem akipata do. Nataka uongelee situation ya wewe kama dem, mwanaume akipata pesa. Yeah. Okay. Unajua pia men they change. I can say that. It depends pia. Chali anaweza pata do, atafute type yake. Aseme ukuwa type yake. Si utadu? Type C, maanza kwa type C. Si normal charger. So unaona? So tena mwanaume akipata pesa, reaction inaanza kuchange. Yeah, unaanza kusikia anasema unanibo, sijui vibe yako staki. Anatafuta sasa type yake. And the moment yenye mlikuwa zero, like mlikuwa mnavumiliana, you know, the guy yako in that position ya kutafuta. So instead of the person treating you well and paying back to you that you know, umenivumilia, I just want to treat you like my queen. Anatafuta sasa the other queen, you know. Inakuwa kila mtu anajipenda pia. Wadaba story ya wanaume naye. Wanaume to change walai, to change. Director. To change. To change walai, to change kabisa. By the way, kuna hata unajua kuna wanaume wakipata pesa kidogo tu yani. Anaona like wamefika man. Bana. Like anaona ati there is a word wanasemanga. Uwezi kula chai na mandazi kila siku. Yani change diet mama. Exactly. Yeah. Kuna huyo jamaa anasemanga sio kila siku ni chai andazi mbili. Yeah. By the way unafaa uchi. But hapo kwa change diet ya food si ati change diet ya. Kunajua kuna pia kuna kuna disadvantage pia kuna nini? Kuna hizo kuna maugonjwa mini. Yeah. And I can say ladies are the same. Mimi niko na kiburi yangu, the other person akona yake. So just know how to deal with the same kiburi that umezoea. Wanasemanga beta malaika unayemjua, beta shetani unayemjua kuliko malaika usiyemjua. If you know, you know. Sasa hapo ungemaanisha nini? Beta mtu umezoea akona kiburi, ni kichwa ngumu, but unaweza deal naye rather than uone ule ni kuna ita mwanasemanga ati naona mimi fulani ati inasemanga ati sijui wanaume wote ni maumbwa. Kila mtu ajue venye atachunga umbwa yake. I can say kila mtu ni the same. Tuseme wewe siwezi kuwa na kiburi yako. The other person akona yake. So it's up to me to decide venye nita deal na yako juu maybe ule ni worse.
Unanielewa? Hapo nani ngumu. Sasa unajua hata demu uko na kiburi unafaa uheshimu hiyo. Unafaa uheshimu mwanaume wako. Kiburi mimi nitakuheshimu as long as pia wewe unani respect. Huwezi fanya mimi ni kurespect na unani disrespect. Unanielewa? And dem ana respecting msee if pia ana respectiwa. By the way. Huwezi fika kwa nyumba then unagombanisha dem out of nowhere. That person will not serve you even that food in a right manner. Atakusukumia tu ndio hiyo. Hapo nani stories ni mingi. Stories na mapenzi nayo ni mingi man. There is this relationship ya wapendwa muziki if you know them. Relationship ya wasanii nayo ifikange mahali by the way. But for me nimekuwa nikifuatilia these people ever since. Umefuatia nani by the way so far? Wapendwa muziki. They are the artist wanaimba. From the start nikisikiza story zao walikuwa wanauza kahawa Nairobi somewhere. And right now manzi wase wanaishi kwa mansion. They are driving. Relationship ilikuwa story na relationship. Yeah. By the way unajua kuna ile relationship Mungu ametuma. Alafu kuna ya wanadamu wamecreate peke yao. Exactly. Unajua kuna ile relationship ya mnaanza wote mnaanza chini, mnafika mahali mnaanza maisha ina change. Yeah. Kama to use example kama kina Lulu Hassan. Kina Lulu Hassan ni watu walianza chini. At least they are our mentors. There kuna hii relationship sitaki kusema majina ya watu. Mtu tu ametoka mahali wamekuwa celebrities kidogo, wamekutana. Unaweza niona niko na pesa, dem anasema niko na pesa. Mwanaume anasema si hata mimi niko na pesa. By the way unajua hii relationship ya mwanaume na dem kuwa na pesa by the way, hapo naye ni ngumu kidogo. Haina haja niwadanganya by the way. Hapo naye. Mwanaume uko na pesa by the way. Dem yako asikuwe na pesa. No. Ama una support? No way. Kila mtu ako na pesa yake. Unaweza sasa as a lady ukitegemea chali. Kuna forex trader huyo. Sasa sema forex trader. Tafunguliwa chai wewe. Yeah. Kuna forex trader. Tunaonanga social media. Yes ako na pesa but sasa dem yake si hana pesa. So unajua kuna ile disrespect yani. Hata kuna ile online disrespect naonanga najinyamazia. Sasa unajua kama mtu mindset yako tu unasema kweli pesa ni kitu mzuri lakini usitumie udem vibaya juu ana pesa. And that's why hata kama ni wako, hata kama unasema ni dem wako, have that respect man. That's why nasema even a lady have your own money. Your disrespect inashuka. Ujua najua udem neza mfanyia anything na atatoka anytime. Juu na pesa. Yeah. So madem hata sisi tutafute pesa. Sasa ile ukiona mwanaume usiseme tu nitaka mwanaume ako na pesa na yet wewe mwenyewe huna pesa. Hiyo na haita work. Haiwezi work ama ni? Haiwezi work hiyo na. Kila mtu ako na pesa yake. Yeah, kila mtu ako na pesa yake by the way. Akikusinya enda Dubai, enda enjoy, punguza pressure, rudi kwa nyumba. But sasa shida sasa hapo kwa pesa. Mwanaume ukiona DM yako kana pesa man. Pesa ni pesa but kuna rate. Wacha rate yako iende juu. Such that hata DM yako akitumia pesa mpaka aende apitishe kiwango fulani, nasikia anakuambia ni help na hii. Yani nimefinywa mahali. So unaelewa that situation. Yeah. So kuna hii story ya ilikuwa story ya nini by the way? Kuna hii story ya heartbreak. Sijui kama by the heartbreak ni kitu ingine. Kwanza Eldoret ni kama watu wanapigwa heartbreak every now and then. By the heartbreak it has been a major problem. Kwanza aswa sisi wakale. Unajua sasa sisi wakale hata artists tumependa artists wa heartbreak songs juu ya nini? Juu heartbreak yenye yani wanaume wanapitia. By the advice kenye naweza pea tu mwanaume, usiwahi nini? Usiwahi So the advice kenye mimi napea wanaume ni yani usiwahi oa dem mwenye mnaendanga sherehe naye.
Ayo naye si wadanganyi by the. Unajua sisi tumekaa kwa hii masherehe zote sisi tunaendanga. Na we see what's happening there. Na wanasemanga ati chalia hizi Odem ametoa kwa club. They'll just look for that lady that's the rule. Hakunanga kitu kama hiyo by the way. Mbona na ni wewe ndio umenipeleka kwa club like yo. Unaona semanga? Unaona ule mwanaume anaenda kulewa kwa club. Dem ako kwa nyumba. Na watoto ama na watoto na familia in short. Sasa nyinyi wote muache watoto at least kama nyinyi wasanii. Unajua sasa kama nyinyi wasanii naelewa. Sasa nyinyi bado mna struggle na life. Kidogo pesa kidogo. Mshaanza kwenda kuzima huko. Sasa unajua hasa kuzima hasa vitu mingi zinahappen. But me would advise this young couples use your money to invest on something bigger. Hii soda ni tamu. Endelea. To invest on something bigger rather than kutumia hizi do kwenda kwa club, kupiga sherehe, kufanya nini. Yeah. At least invest in something yenye baadaye inaweza wasaidia in life. Hapo naye manze. Though unaweza invest na mtu alafu yo. That's why nilikwambia kuna ile time una invest yes kwa dem. So umeona situations mingi, mademu wamewawa, mademu wasijui wamemwakiwa acid kwa uso. Mademu wametupwa kwa gari. Alafu kwanza mwanaume utalipiaje school fees dem? Kwani wewe ni mzazi? Kwa hiyo hata kuna msanii alisema lipishe huyu dem fees. Umsomeshe kabisa, umsomeshe amalize university, amalize those nini zote. Yeah. Mpaka ile siku yanye wewe utakuwa na akili. Utamlipia fees atafute mwenye ako na diploma kama yeye. These are warning to men by the way. Kama umeamua kufanyia yani kama umeamua story na kulipia demu wako fees ama those everything, ring iko kwa mkono. Either kama mlishaagreeana mwani mshaoana. But wewe sasa umefika pale umeanza kufanya yani But see, nowadays even though you get married, see people divorce. So imagine ushaamua nini then. Do you believe in divorce? Yeah, it happens, but that attachment haitaisha. Na ni poa kwa kama wewe unaona. Divorce. Hapo kwa divorce naye basi hapo. By the way, divorce naye mnakuwa mkosea tu Mungu by the way. By the way. Mnakuwa mkoseanga Mungu kisiri. But sikia judgment inafika. Mumetafutana hizo miaka zote. Alafu mnaenda mna divorce. Like yo. A story na divorce naye manze. Wow. And this thing yenye, let's say the man ako tao then anaacha bibi reserve. Na bibi ako na family planning kwa ako na family planning hapa. Imetulia tu hapa hivi. Unafanya nini? By the way, ilikuwa nikuulize hiyo kitu by the way. Unafanya nini? Hiyo family planning ya nini? Unless kama kuna side chick mahali. But mostly like some of them wanaeka because maybe the man akifika, you know, that ka distance nini a lot of things zinaweza happen and anaweza kuwa na ball na maybe ataki kuwa na mtoto mwingine. No, but ni mtu wako. Ni mtu wako mnafaa muelewe. So imagine uko na watoto 4 uongeze wakwe 5. So kila time utakuwa unaongeza watoto. Yeah, but you can multiply. Si Mungu tu alisema multiply. Easy. Easy. Ama yeah, you can multiply, man. Easy. Yeah, but nice story, man. History ya family planning by the way. Watu uweka just for maybe imefika imetosha kunini kuongeza watu wengi. Si ati wanaweka
for other reasons. Hey story. Wanaume naye tunapitia by the way. Even ladies. Wanaume naye tunapitia. Even ladies. Wanaume tunapitia. Unatoka, huyo anaingia, huyo anatoka. By the hapa but si pia men wana cheat. Kwanza wanaume ni worst. Utapata dem anakujua we OCS. Your relationship is open, right? Social media. Yeah. But there's a lady mahali. Amekwambia tucheze chini ya maji. Umemwambia tucheze chini ya waba. Yeah. Zetu. Sasa unaona. Yaani masasa. Yaani kuna timetable ya masaichi, kuna timetable yako. Umeplaniwa zako. In that time sasa ndio unapata watu wana get sick, ukedi, my STIs. Wewe umetulia tunaletea ukedi like. Hapo naye ni ngumu kidogo. Itakuwa ngumu. But sasa unaona hapo kwa dem, unaona hapo kwa sasa na kama uamini mtu wako, by the way you must be strict kwa mtu wako. Kama ni story ya mapenzi, by the way you must be strict. Hapo naye lazima kibogo itembee. Lazima kibogo itembee kidogo. Kwa relationship naye inatakanga ni kufollow. But sasa unaona yani unaona iko na historia. Wewe kama mwanaume unakubali tu dem yako aende kila mahali. Kuna party hapa wameenda, unasema sawa enda. Kuna sherehe hapa enda. Yaani hata ushughuliki unajiuliza huyu dem ameenda wapi. But mtu anakubalingi hivyo, maybe ana future nawe. The person who is strict on you anajua huyu ndio mama, this is my wife. But wewe mwenye anakuatilia by the mwenye anakubali by the yeah, kutu hapo kwa kujibamba hapo tu. And there is another thing, mbona machali usikia vibaya wakigongewa? Hiyo na inabidi niulize hapo, naye ni ngumu. Why? Njoo sasa kugongewa naye ni mbaya bwana. Si pia sisi ladies tunasikia vibaya. Imagine hiyo scenario, imagine huko nje. Wewe imagine hiyo scenario, dem yako aenda afanye. Una imagine hizo video anakufanyanga, anaenda kufanyia mwanaume. Si pia sisi tuna imagine nyingi kenye tunafanya tukiwa na wewe. Anamon kabisa, anamon kill me. Anaenda anatumia terms mingine. Kill me daddy. Pin me on the wall. Na vitu kama hizo akufanyanga anakuwa amekunyamazia tu. But sasa pia sisi ladies tunasikia vibaya. But machali wanasema sasa unajua wanaume waongeanga hapo kwa wadem. Wewe dem nani? Pia sisi tunasikia vibaya. Imagine tu chali yako vitu mnafanyanga, and the other lady anasema tu hey yo guy, it hurts by the way. Ina sasa, lakini sasa kuna hii story, but inafaa mtosheke na it's all the same. Mbona nikuuliza sasa, mbona yani kama uko kwa relationship, mbona yani mtu usitosheke na mtu wako? I wonder what might be the problem. Ni tamaa. Director anasema performance. Unajua kuna mtu anaenda 90 minutes, kuna mwingine anaongezewa 90 minutes plus. Lakini wanaume watosheki. Hata inaweza kuwa ni after 2 minutes, after 2 minutes, after 1 hour, lakini still bado tu wako huko. Yeah. Hapo naye ni ngumu wanzi. Ni ngumu. Anyway. Ni ngumu kabisa. So kuna the next story, kuna hiyo relationship ya wasanii. Yeah. Wewe unaonaje relationship ya wasanii? Kwanza kuwa msanii, dem chali ni msanii. Very tricky. Because kwanza kama chali anaimba, atakuwa video vixen na mademu.
za wasanii, especially kama Charlie ni msanii, even ladies kama tu ni msanii, video vixen, you really don't know kitu ina happen time hiyo video inashutiwa. Mostly zinafanyika kwa bed nini, that situation ni nini inaendelea. You as a lady una date msanii ujui. Chali yako amekwambia tu nimeenda kushoot video. Acha nikwambie, unaona ndio mtu ukwe una date msanii. Kitu ya kwanza unafaa you must have your own ukwe, yani ukwe in a position that anything can happen. So kitu ya kwanza unafaa ukwe aitake mtu yako na roho, yani roho roho nyepesi. Unajua Jamila Michaels? Yeah. So unajua Jamila Michaels? Yani the wife to Patoto. Yeah. So by the way, Jamila she's a mentor to many young couples. Yeah, especially to artists. So you know that ni mtu amepitia. Sasa that's why nilikwambia kitu ya kwanza, amini mtu wako. Hata akisema mtu wako ni umbwa, amini umbwa yako. Umbwa ni yako tu. Kila mtu akishunga umbwa yake. But sasa unajua when the trust is broken at first, for the second time hiyo kitu inakuanga tu mtu hawezi kuamini tena. Mimi nikupate na message ya hi babe. Na sasa hiyo message ni Abrayo. Kama mshwari. Mshwari, hi babe. Mshwari, KCB anasema kwani ulimwanga ndani. Unajua Silishamalizana na deni ya KCB kitambo. Sasa unaona the moment tu umepatikana the first, obviously mtu hawezi kuamini tena venye alikuwa anakuamini. Yeah, unless you just try to prove it wrong. Yeah, so niisha So that's the story guys. Tumekuwa tukiangalia hapo story na money, story na relationship, story na heartbreak, story na kukua patient in love, story na kudate wasanii, yani try to be understanding. Kuna hii tamu nasemanga understanding girlfriend mgani by you? Understanding girlfriend ni dem mwenye I can say aizitisha a lot of things like kifika unaonanga wanasemanga umekaa na nywele for like 2 months. Umeparara kwa kichwa aende. Uko na chali. So in short understanding girlfriend. Yeah. Umechapa msema uko na boyfriend. By the way, wanaume inafaa tujikaze by the way. Haifai ukiona demu yako amechapa sana. By the way, unajua mwanaume anashangaa, alikuwa na nywele ile imechapa akikuja last time. This time amekuja na nywele iko sawa. Hata ujui hii nywele. Ujui nywele yani hii nywele iliundwa lini hata kukwambia by the way. So you must be keen by the way. You must be keen. Na usiassume vitu ovyo. Kitakuramba. Hata ya director cheka tu. Don't assume things by the way. Hapa tunasema open. Usiassume things. Red flag ya kwanza. By the way, unajua red flag ya kwanza inakuanga inakuonyesha the whole view. So inakuanga tu ni wewe ukue yani una ignore ya kwanza, ya pili, ya tatu basi inakuwa worst. Ni kama hizi yenye I really don't know if it still happens. Being violent. Unapatana tu. Chali amekupiga ngumi huku asubuhi uko na speaker kwa uso. Kwa this relationship ama? Yeah. So ukishaona tu mambo haisongi. But hiyo violence sana ilikuwa story za nini? Story na pombe. Kama mwote kwanza mnalewa my friend. Yeah. Hakuna relationship hapo jana. Itaenda mbali. Kila weekend twende kwa club. Twende sijui wapi. Mnapiga shots.
Na chali tuna support. Demu hapa akipiga shots na unaita huyo ndio mama. By the way, these are nataka niwaambie by the way, kama mnapiga sherehe na yeye, manze. Giwe juskume. Sawa kuolewa kabisa. Anza kutafuta mtu mwingine. Spend up money but have another side. Tafuta mtu wa SDA huko, reserve huko. But mbona utafute side chicks? Unajitoa tu. That's being so unajua sasa huwezi jitoa, yani hauna pesa. By the way. So where to spend up, but spend with akili pia. Spend up hivi. Mwisho tu unajua tu uko na mtu SDA PhD uko hivyo. But pia SDA squeeze me. Uliona kenye ilihappen kwa this artist. By the way, story by the way imetufunza vitu mingi. Imetufunza vitu mingi sana. Utapata mtu endi kanisa lakini hako sawa, but these people wanaficha kwa kanisa sana. Haina haja by the way tuguzia story nani. Tuguzia story na kanisa. Kila mtu ni mtenda dhambi. Kila mtu atayo pastor. Unajua inategemea rate yako ya dhambi ni inaendaje. But dhambi ni dhambi tu. But inategemea sasa dhambi yako umetenda aje. Unajua kuna ile dhambi ya umeenda kugongea mtu na ujoa. Kuna hii situation wanaume. Na mimi naonanga by the way. Kuna wanaume by the way. Sitaki kusema jina. Kuna wanaume in fact hata ni my experience. Mpaka wanakuja wananiambia mimi. Imagine wananiambia. So nitakuniambia pia uzegongea na kwa. Sija. So in question nikwambie story kwanza. Jamaa, they are two friends. Mmoja anatoka Nakuru. Mwingine anatoka nini? Nitaje ile side nyingine. Wapi? Mwingine wa Narok. No, Narok. So kuna jamaa ilikuwa ananiambia ati ni jamaa tu tumejuana tu juzi. So nilikuwa nasikia conversation yao akaniambia nilikuwa bibi ya mtu. Bibi ya mtu juzi. Karibu na choma. Yeah, nilikuwa bibi ya mtu juzi. Kidogo kumbe akapea huyu sasa akasema hata mimi nilikuwa ya mwingine juzi. So nikasikia nimwambianga the guys mbusi yani unajua kitu na watu wako na madeni. By the way unajua ukigongea bibi ya mtu yako married. By the way kuna heshima fulani umejikosea na itakuja kurudia baadaye. Utashangaa nini? Unajua kitu ni round by the way. Ni round. Unagonga leo, kesho ni wewe. Kesho hata maybe hata yako itakuwa worse. Utazaliwa mtoto. Na unafichiwa. Haya. Tuendelee uzuri na rafiki yangu na uanga na advice. Malipo ni hapa. Ni hapa. So unaona kama marafiki pia hawa. Tuko marafiki wa 4. So wanakuwa kuna ule rafiki anakuwa ametulia ana story mingi. Wanadanganya rafiki fanya aje? Wewe wanadanganya rafiki fanya wewe. Kumbe wako na yeye. Wanafanya uoe alafu wakaanza